called Begin with God. Karibu katika kipindi hiki kinachoitwa Anza na Mungu. Friends, we're going to our topic on predestination. Rafiki, tunaendelea na mada yetu ya hatima ya kabla. And I want you to understand that God predestinated blessings for your life. Na ninataka uelewe ya kwamba Mungu ameandaa baraka kwa ajili ya maisha yako. God preordained the purpose and the plan He had called you for. Mungu alikwisha kuandaa kusudi katika mipango ambayo amekuitia. Now we have to recognize that it is Satan's duty to oppose us. Sasa ni lazima tujue ya kwamba kazi ya shetani ni kutupinga. The first thing he's going to do is going to block you to not to allow you to understand what God called you to do. Cha kwanza atakachofanya ni kukuzuia wewe kuelewa kile ambacho Mungu amekuitia. He'll keep you in darkness. Atakuweka gizani. He won't make you understand that there's a call of God over your life. Atakufanya usielewe wito wa Mungu katika maisha yako. Not even desire to know that call. Hata kuwa na shauku ya kuijua hiyo huo wito. So you live like every ordinary human being. Na utaishi kama mwanadamu mwingine yeyote. But no. Lakini hapana. You are called by God for a purpose. Umeitwa na Mungu kwa ajili ya kusudi. Now in the Bible, in Daniel chapter 7, katika Biblia kitabu cha Danieli, which I've been using it always, nimekuwa nikikitumia mara kwa mara. It says here, and he shall, Daniel chapter 7 verse 25. Danieli 7:25. And he shall speak great words against the Most High, and shall swear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. And there will be given in his hands until a time and times and a dividing of times. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mbaroni mikononi mwake wakati na nyakati mbili na nusu wakati. So I'm showing you this so that you may understand. Inabidi nikuonyeshe hili ili uweze kuelewa. Satan interferes in God's plans. Shetani anaingilia mipango ya Mungu. He first will speak great words against it. Cha kwanza atanena maneno ya kinyume juu yake. Number 2, he'll make sure that he'll wear us out. Cha pili ni kukudhoofisha kabisa. And then number 3, cha tatu is to make us think that God has changed the time. Ni kuhakikisha kwamba anafanya vitu ambavyo vitakufanya wewe ubadilishe nyakati. Yeah, means that we should not know the timing of God. Maana yake ni kwamba wakati wa Mungu usiujue. So now I want you to understand. Sasa nataka uelewe. In the Old Testament, katika Agano la Kale, everything was set so that it could be an example for us. Kila kitu kilikuwa kimewekwa ili kuwe mfano kwetu. We should learn from it. Kwamba tujifunze katika hicho. And so I want us to open our Bibles. Sasa nataka tufungue Biblia to the book of Numbers chapter 13. Kitabu cha Hesabu. Numbers chapter 13 and verse 1. Hesabu 13:1 and 2. 1 na 2. You need to understand that God is a God of plan and purpose. Inabidi uelewe kwamba Mungu ni Mungu wa mipango na makusudi. He planned and purposed so the children of Israel should inherit the land of Canaan. Alipanga na kukusudia kwamba wana wa Israeli waweze kurithi nchi ya ahadi. He spoke it to Abraham. Akaongea na Ibrahim. And Abraham could not inherit the land. Ibrahim hakuweza kuirithi nchi. Abraham told his son Isaac. Ibrahim akamwambia mwanae Isaka. And still Isaac did not inherit the land. Na bado Isaka hakuweza kuirithi nchi. He told Jacob. Akamwambia Yakobo. And Jacob is where God chose the 12 tribes of Israel. Na kupitia kwa Yakobo ndio alipochagua makabila 12. So yet they couldn't inherit. Lakini bado hakuweza kuirithi nchi. Because there was a time permit. Kwa sababu kulikuwa na muda ukizuia. That God said they will be in Egypt for 400 years. Kwamba Mungu aliwaambia watakuwa Misri kwa miaka 400. The seed of Abraham will be in Egypt for 400 years. Kizazi cha Ibrahimu kitakuwa Misri miaka 400. But the promise was. Lakini ahadi ilikuwa. Or the plan was. Au mpango ulikuwa. Or the purpose was. Au kusudi lilikuwa. That God wanted to give them an inheritance the land of Canaan. Kwamba Mungu alitaka kuwapa urithi katika nchi ya Canaan. And so in this is how we see now in Numbers chapter 13. Hesabu 13. We're looking at the inheritance that God planned for them. Angalia urithi ambao Mungu aliwaandalia. 13 verse 1 and 2. 13 mstari wa kwanza na wa pili. And the Lord spoke unto Moses saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I will give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall you send a man, every one a ruler among them. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani. Ni wapayo wana wa Israeli katika kabila ya baba zao, mtamtuma mtu mmoja kila mtu na awe na mkuu kati yao. Now you have to understand this. Sasa inabidi uelewe hili. That God wanted to get a leader of every tribe. Ya kwamba Mungu alitaka kuwe na kiongozi katika kila kabila. So that he could see
ili kwamba aweze kuona the land that God wanted to give the children of Israel. ile nchi ambayo Mungu anataka kuwapa wana wa Israeli. You understand? Inabidi He uelewe. said, send down men that they may search the land. Anasema tuma watu ili waende wakaipeleleze So God nchi. doesn't want us to be in blindness. Kwa hiyo Mungu hataki kutuweka katika upofu. He says, send men. Anasema tuma watu. This is what I promised to the children of Israel. Ndicho nilichowaahidi wana wa Let them Israeli. search the land, Waache wakapeleleze nchi, because this is what I promised them. kwa sababu nchi hii ndio niliyowaahidi. Now God wanted them to see Kwa hiyo the Mungu alitaka obstacles and the blessings. Mungu alitaka waone vikwazo na baraka. Yeah, this is what you need to recognize. Ndicho unachotakiwa kukitambua. God doesn't give you a promise. Mungu hakupi tu He ahadi, also wants you to understand there are obstacles and there are blessings. lakini pia anataka uelewe ya kwamba kuna baraka na vikwazo. So Numbers 13 verse 17, Kwa hiyo Mwanzo 13 mstari wa 17 it says this. anasema, And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southwards, and go up into the mountain. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu mkapande mlimani. Now verse 18. Mstari wa 18, And see the land, mkaitazame nchi what it is, ni ya namna gani, and the people that dwell therein, na watu wanaokaa ndani yake, and they be strong or weak, kwamba few or many. kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi. Verse 19. Mstari wa 19, And what the land is that they dwell in, na nchi wanayokaa, whether it be good or bad, kwamba ni njema au mbaya, and what cities that they are that dwell in, kwamba wanakaa katika matuo au katika whether ngome, they are tents or strongholds. kama kuna matuo au katika ngome. Verse 20. Mstari wa 20, And what the land is, whether it be flat or lean, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, whether there be wood therein or not, kwamba kuna misitu au sio. and be ye of good courage, and bring off the fruit of the land. Now the time was the first time of the first ripe grapes. Iweni na moyo mkuu mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Now see the secret here. Angalia siri iliyoko hapa. Why am I saying to you Kwa nini ninasema that you need to discover the purpose of God over your life? kwamba inabidi utambue kusudi la Mungu maishani mwako? Why? Kwa nini? Because without you individually knowing the purpose, Kwa sababu kama wewe binafsi hutajua kusudi, then you live a frustrated life on earth. utaishi maisha ya kuchanganyikiwa hapa So duniani. God wanted them to see the obstacles Kwa hiyo Mungu alitaka waone vikwazo and the blessings. na baraka pia. He said this in verse 18, Mstari wa 18 anasema, and see the land, what it is. mkaitazame nchi ni ya namna gani. Number 2, Cha pili, the people that dwell therein, watu wanaokaa ndani yake, how strong they are and how weak they are. kwamba ni hodari au dhaifu kiasi gani, How, whether they are few or whether they are many. kwamba ni wengi au wachache. See, God is a God of purpose. Mungu ni Mungu wa sababu wa kusudi. He wants us to make plans. Anataka sisi tufanye mipango, If there are many or are there few, kama ni wengi au wachache, if they are strong or they are weak, wana nguvu au ni dhaifu, how big they are. ni wana ukubwa kiasi gani. These are things that they had to see. Hivi ni vitu ambavyo ilitakiwa wavione. Verse 19, Mstari wa and 19, what the land is that they that dwell in, whether it be good or bad, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya. what cities that they be that dwell in, Je, miji wanayokaa whether they are tents or they are strongholds. kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. What type of things that God is going to give unto them? Ni vitu gani ambavyo Mungu angeweza kuwapatia? Is it a good land? Je, ni nchi njema Is it a bad land? au nchi mbaya? Whether they are cities, Kama kuna miji, whether the people live in tents or in strongholds. kama watu wanaishi katika mahema au katika ngome, God wanted them to see. Mungu alitaka waone Now hilo. please also understand, Sasa tafadhali elewa, we also need to see sisi pia inabidi tuone what is there in heaven for us. ni kitu gani kipo mbinguni kwa ajili yetu. Whether how big are the cities? Miji ni mikubwa kiasi gani? Is it all for me or for whom? Je, ni kwa ajili yangu au kwa ajili ya How nani? many rooms do I have? Nyumba ya vyumba vingapi nitakuwa nayo? What type of things are there inside my house? Vitu gani vitakuwepo katika nyumba yangu? And if I don't see, Kama sitaona, then what happens? nini kinatokea? I will desire things of this world. Nitatamani vya dunia hii, He said, seek the things that are above. kwa sababu yeye anasema
vitarajieni au vitamanini vitu vilivyoko not juu, of this world. sio vya dunia But hii. because we don't see the things that are above for us, Lakini kwa sababu hatuyaoni yaliyo juu kwa what ajili happens yetu, to us, we were looking for the things of this earth. nini kinatokea? Tunaangalia vitu vya dunia hii. Are we together? Tuko So pamoja. that was the purpose why God had to send them into Canaan. Ndio maana kulikuwa na kusudi la Mungu kuwatuma Kana, So that they could see ili waweze the kuona obstacles that are there vikwazo vilivyoko and the pale blessings that are there. na baraka In zilizoko verse pale. 21 and 20 says, Mstari wa 20 and anasema, what the land is, whether it be fat or lean, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au whether nchi it be good, wood therein or not. kwamba ina misitu au sivyo. And then it says, and be you of good courage, Na anasema iweni na moyo mkuu, bring of the fruit of the land. mkayalete matunda ya nchi. Now the time was the time of the fruits, first dried fruits. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. So, this is what God planned. Ndicho ambacho Mungu alipanga. He's a God of plan. Yeye ni Mungu wa mipango. Send a leader Tuma kiongozi from each tribe. katika kila kabila, Let them go acha waende and see what is there. wakaione nchi na kuona kilichopo. Now, what did they go or not? Je, walienda au hawakwenda? Yes, they went. Ni kweli walikwenda. What type of report they brought? Je, walileta taarifa gani? Numbers chapter 13 verse 27. Hesabu 13 27 to 33. na mstari wa 27 mpaka 33. I want us to read so that we can understand. Nabidi tuone ili tuweze kuelewa. And the Bible says here, Biblia inasema verse number 27, mstari wa 27, and they told him and said, we came unto the land whither thou sent us, and surely it flows with milk and honey, and it is and there is fruit of it. wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Remember, every time God told the children of Israel, I'm going to give you a land flowing with milk and honey. Kwa sababu kumbuka ya kwamba mara zote Mungu alikuwa akiwaambia kwamba nitawapa nchi inayotiririka maziwa na asali. Always God tells us the positive. Mungu mara zote hutuambia vitu ambavyo ni vya kujenga. But there is no, it's us to see the negative. Na sasa It's us to see the negative. ni juu yetu sasa sisi kuona hayo ya kinyume. How does God intend us to approach the land? Mungu ambavyo ametaka sisi tuweze kuikaribia nchi. So this is how they brought the report. Ndivyo walivyoleta ripoti yao. The land is surely flowing with milk and honey. Wakasema hakika ni nchi yenye wingi wa maziwa na And there asali, is fruit of it. na haya ndio matunda yake. But look at verse 28. Mstari wa 28, Nevertheless, the people are strong and dwell in the land. lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, And the cities are walled and very great. na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana. And moreover, we saw the children of Anak there. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anek So huko. see now, Sasa angalia, they saw the land flowing with milk and honey. wakaiona nchi inayotiririka maziwa na They saw asali, the fruit that is there. wakayaona matunda. But Lakini what did they saw? What did waliona they see? nini pia? They saw men that dwell there are strong, Wakaona majitu yanayokaa kule ni yenye nguvu, and the cities are walled, miji ni yenye ngome and they are very great. na ni mikubwa sana. And then they saw these giants in the land. Wakayaona majitu makubwa katika nchi. Verse 30. Mstari wa 30, And Caleb stilled the people before Moses Caleb akawatuliza watu mbele ya and Musa, said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila ya What shaka. is the difference between the other leaders and Caleb? Sasa utofauti wa Caleb na viongozi wengine ni Why upi? is Caleb saying, let us go up at once and possess it? Kwa nini Caleb anasema twendeni mara moja na tukaweze kuimiliki And nchi? here are the people saying, no, we can't. Lakini watu wanasema hapana, hatuwezi. We'll come back to it. Tutakuja katika hilo, I want you to understand, ila nataka uelewe, every promise, there is going to be obstacles. katika kila ahadi kuna vikwazo. You need to get it. Inabidi ujue hilo. God is giving you, yes, a land flowing with milk and honey. Mungu amekupa nchi inatirika maziwa na But asali, before you get to the milk and honey, lakini kabla hujayafikia maziwa na hiyo there are asali, going to be people that are going to be strong. lakini kutakuwa na watu wenye nguvu, There are people who are going to be cities of the world, kuna miji mikubwa na ngome, and there are going to be giants in the na land. kutakuwa na majitu katika hiyo miji. Three things you need to Vitu understand. vitatu. Now in verse 31, Katika mstari wa 31, but the men that went up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than us. bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. This is the key.
Huu ndio ufunguo ulipo. Two type of people. Watu wawili tofauti. One is Caleb. Mmoja ni Caleb. He says we can go and get it right now. Anasema tunaweza kwenda tukashinda. We can possess it right now. Tunaweza tukaimiliki sasa. We are well able to overcome it. Tuna uwezo wa kushinda. And then here is the second type of people. Watu wa aina ya pili wapo hapa. They said no, we're not able to go up against it. Wanasema hatuwezi kwenda tupigane na For watu the hawa. people that are there are stronger than us. Maana watu wana nguvu kuliko sisi. Secret. Siri. You can never inherit Huwezi ukarithi if you don't see the promise. kama huioni ahadi. And for you to inherit, Na wewe kuweza you kurithi, got to understand there are going to be giants. inabidi utambue kwamba kuna majito. How do you know how strong they are? Unajuaje ya kwamba wana nguvu kiasi gani? This is my problem. Hili ndilo tatizo nilo nalo. We always say that others are stronger than you. Mara zote tunasema wenzangu wana nguvu kuliko mimi. How do you know? Unajuaje? Have you tested their strength? Je, umejaribu kuzijaribu nguvu zao? Do you know their strength? Unajua nguvu zao. But you're saying they are stronger. Lakini wewe unasema wana nguvu kuliko wewe. When you say they are stronger, you give them the power to become strong. Unaposema wana nguvu ni kwamba unawapa wewe nguvu ya wao kuwa na nguvu. But that's not the truth. Lakini huo si ukweli. Look at verse 32. Mstari wa 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we had gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw are in it are men of great stature. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Now hear me. Nisikilize. Look at this evil report. Angalia hii habari mbaya. They say, the Wanasema, land to which we had gone to search it is a land that eateth up the inhabitants. ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikalia. Come on. Tafadhali. When did they see them eating these people? Je, wao waliona lini watu wakiliwa? We got to understand. Inabidi uelewe. If we don't change our mentality, Kama hatubadilishi mtazamo wetu, we're going to live by what we think. tutaishi kwa dhania yetu. When did they see them eating the people? Je, hawa wana wa Israeli waliona lini watu wakiliwa kule? No, these leaders, these hawa are viongozi leaders. waliona lini watu wakiliwa? When? Lini? Did you see them fighting and eating up people? Je, waliwahi kuona wakipigana na watu wakipigana na He kuliwa? says, the land which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Wanasema ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Now, have they stayed there? Je, wao wamewahi kukaa pale? No. Hapana. And how, these are people who are staying there and you're saying they're eating one another. Sasa watu wanaokaa pale wao wanasema wanakulana wenyewe kwa wenyewe. And all the people that we saw are in it are men of great stature. Na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. So they eat one another. Kwa hiyo kwanza wanakulana wao kwa wao. And then they have great stature. Alafu pili ni watu warefu. And this evil report Sasa hii habari mbaya went to the people of the promised people. ikaenda kwa watu hawa wa ahadi. Verse 33. Mstari wa 33. And when we saw the giants, the sons of Anak, and come of which come after giants, we were in our own sight as grasshoppers, and so we are in their sight. Kisha huko tuliwaona wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. So they saw in their own sight as grasshoppers. Kwa hiyo wao kwa mtazamo wao walijiona kama panzi. Did they go and ask them? Je, walikwenda kuwauliza I don't know. kwamba mnatuonaje? Mimi sijui. But they say Lakini wao wanasema in their sight kwamba wale kwa mtazamo wao they see us as grasshoppers. ndivyo walituona sisi pia kama mapanzi. And it says this, and we were in our own sight as grasshoppers, Tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, and so we were in their sight. na ndivyo walivyotuona sisi. It's okay. You can see how you can look at yourself. Kwa wewe ni sawa kusema unajionaje, But why do you think about others? How do you see you? lakini kwa nini umtolee mtu mwingine mtazamo wako? May God help us to change. Mungu atusaidie ili tuweze kubadilika. And when we change from this area, Na tukibadilika katika eneo hili, you will be able to go to your destiny. basi utaweza kwenda kuelekea hatima yako. May God help us Mungu atusaidie to sana, change the way we think. tubadilishe namna tunavyofikiri. Have a great day. Uwe na siku njema. Begin changing.